mpenzi msikilizaji, nafahamika kama Rebecca AKRT ndani ya mchezo. Ndani ya bombo nzima la Saturday Morning Edition ambayo unaweza kuipata kila siku ya Jumamosi toka saa 12 hadi saa 4. Karibu sana. Good morning. Popote unapotupata loud and clear. Good morning. Hope your night was fine. Hope everything was great. Barasa, how have you been? I've been fine. Wiki mzima imekuwa na mambo mengi. Bila shaka. Na unajua kuna lile swali ambalo tumezoea. Kuna tofauti kati ya kujenga taifa na kuongeza taifa. Barasa, je, wewe umeongeza taifa au umejenga taifa? Bila shaka siku zote nasema mimi ni yule ambaye naongeza na najenga nikiongeza lazima. Ngojea. Let's concentrate on this week. Ulijenga taifa ama uliongeza taifa? Wasema this week? Yes. Hey, bila shaka nimekuwa ikumbuka kwamba nimekuwa Roysambu. Siku ya jana nimepita Roysambu nikikuja hivi kutokea shughuli za hapa na pale. Naam. Na bila shaka nimeweza kugundua kwamba wale wasichana wa Roysambu bila shaka wanatekwa na wa Nigeria. Jamani. Wameachana na wa Kenya, nashangaa Nashangaa. Inaitwa kujitibua. Kujitibua kwa kila uwezalo. Wanasema ukiwa we ni Mkenya hapo Roysambu hautafaulu bila shaka. Hautoboi. Na wanataka wale wanaume ambao wanaongea Kinigeria. Unasikia my sister? Amaka. Amaka Chinekeo. This thing is big. My sister. You see? I beg. What that did na? Pale Roysambu. Pale Roysambu lazima ukuwe unajua ile la food au unajua ile lugha ya Kinigeria. Vizuri ndiposa utaweza kuwateka wanawake pale. Si kwenda ovyo ovyo. Na pia mimi nilijaribu bila shaka pale kuweza kupata mmoja. No. Bila shaka niliweza Barasa tulikuwa tunajaribu nini? Nilikuwa najaribu, unajua nimekuwa naitwa vipi nikiwa pale? Vipi? Call me Chukwemeka Barasa. Chukwemeka Barasa, you know. So walikuwa na kuita Chukwemeke. Chukwemeka Barasa. I come from Lagos, Nigeria na. And you know Kenyan men, Kenyan men don't know how to treat their women. Na sasa we Nigerian men unajua kuna kuanga na zero effort after we kwenda a step forward ukajita Chukwemeke. You said Chukwemeka. Ulipata moja umetudanganya jameni. I know how to treat women. Unajua mwanamke katakwambia kwamba kile na kile ama kitu kile ambacho mimi nataka kutoka kwa mwanaume ni attention peke yake. Alafu kikuja kufuatilia kivyako unapata kumbe another name of money ni attention. You know Nigerian men they know how to treat women. Yes, women should be treated with money. All right. Enough money. All right. But Kenyan men seem to be stingy. No, not really. Don't think so. Sio stingy, ni mfuko. Mfuko ndo haona kakiru. So inabidi tu manage. So in that process of managing, man unaitwa stingy man. Of which si kuwa stingy. Bila shaka. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo yanaendelea pale nchini Kenya, pale Roysambu. Wanawake wetu wameweza kutekwa na wa Nigeria. Kama una mwanamke pale Roysambu, sahau sana kama uelewi Kinigeria. Mtu Chukwemeka Barasa nitakuchukulia mrembo pale. Jameni. Sasa basi mpenzi msikilizaji, karibu sana hatukomi kukukaribisha kwenye show nzima, mjengo mzima wa Saturday Morning Edition. Ali Bats amka nase kupitia nambari ya Rafa 0740233476. 0702333476. Ujumbe mfupi sana unatuambia unatupata ukiwa wapi, uko na nani, unafanya nini, usiku wako umekuendea vipi, na pia big up to your good fans, to your big people ambao wanakugati loud and clear. Bila shaka. Na mkiwa very early in the morning, acha tuangalie kile ambacho kimekuwa kikifanyika over the week. Yes, vitu vimekuwa vikifanyika vingi sana. Last Saturday we are talking about Gachagua saying one term. One term. Na right now huyo padri ambaye alikuwa amemhost ashafariki na ashazikwa. Bila shaka. Obina
ambaye later on alikuja kumhost kwenye Obina TV. Saizi ametangaza kuwa maisha yake yako hatarini. Ya nama, maisha yake yamo hatarini. Wakati anaendesha gari lake pale akiona tu say there is something like polisi wamesimama mbele. Akiona moyo unaanza kudunda, anaanza kuomba, anaweka sala yake ya mwisho. Akiona tu Mercedes za black ama anaanza kushtuka. It is done. Yes, now that time Gachagua alikuwa anasema kwamba anaitwa Bobo Wino akona a very bright future. All he need ni akochiwe tu kidogo tu. Bila shaka. Out of that Tanzania here we come. Ndio hiyo sasa mambo. Ndio hiyo Mama Suluhu Hassan Na mbona tunasema kwamba ogopa kiumbe ambacho kina bleed thrice in a month na kifariki. Yes. What are you saying? What are you trying to Namaanisha kwamba ogopa. Just fear. Unajua last time uliniambia, actually you normally tell me asubuhi una take 2 hours ya kufia women. 1 hour in the morning, 1 hour in the evening, but reason niliongeza 1 hour katikati. Yeah, so that I can balance. All right. Lakini viumbe ninasikia tuliitwa vinyangarika. Viumbe. Samia Suluhu. Samia jameni. Ati anasema hivi kwamba sitaki vinyangarika hivyo vije hapa. Sisi ni wapenda amani jameni, au sio Tanzania? Kama wamedhibitiwa kule, kama kule kwao wamedhibitiwa, wasije huku kwetu Tanzania kutuharibia. Wasalie kule kwao, kwa maana huku kwetu kuna sijahili tukaitwa vinyangarika. Sisi ni vinyangarika. Na bila lakini Wakenya ni nani? Comeback ilikuja kanifurahisha zaidi. Gani hiyo? Ni ile ambayo tulienda tukateka. Jamani Wakenya, jamani Wakenya. Tuliwaonyesha sasa sisi tumesoma sasa. Tulienda tukahack that their police system, tuka-announce Samia Suluhu Hassan is dead. Unajua kwanza ni X. Pale X, mtandao wa X of which formerly ulikuwa unaitwa Twitter. Ukahakiwa. Mimi nikafikiria Kenyans imeishia hapo. Kidogo unasikia pia mtandao wa police umehakiwa. Alafu what is trending there? Oh my god. Samia Suluhu Hassan ako kwenye jeneza. Amekata. Bila shaka tukaomboleza kidogo. Don't joke. Now this is only just for a simple mistake. Kuna pale opposition leader wa pale Tanzania anaitwa Tundu Lissu. Tundu Lissu ambaye alikuwa anakisiwa of treason. So Martha Karua, our own Kenyan lady, of which pia ni opposition leader, akaamua let me go. And you know Martha Karua ni senior council member, approved, tested and approved by the EAC. She is allowed to move in any country from East Africa to go and listen to such cases. Yes. Martha Karua is not an activist. Ukweli? Yeah, Martha Karua is an attested, proved a senior council member of EAC. Alafu mnamkataza. Nilikuwa najaribu sasa kuimagine the scenario. The scenario pale ukiingia, ndio uingia, wanauliza, wapi? Uganda. Uganda ingia. Wewe wapi? Somalia. Somalia ingia. Wewe wapi? Wa Kenya. Jameni, kwa Kenya hatuwataki hapa. Jameni karudi kwenu. Hatutaki nyie vinyangarika. Nyinyi wabanapua mrudi kwenu. Kama kwenu mwashinda kudhibiti, mmedhibitiwa kwenu, msilete vurugu Tanzania jameni. Mbaki kule kwenyu mkaweze kufanya mambo ya kwenu. Mbaki huko. Kama mnaona mambo ya kwenu wamewashinda basi nyivi. Tunasema nyinyi wabanapua nyie. Acha tuachane na Samia Suluhu pale Tanzania. Back in Kenya, MP Salasia aliweza kuabductiwa on his way to from Isiolo to Nanyuki. Akaabductiwa. Anaakaambiwa kwamba yani akaabductiwa na akajipata mahakama.
Na akalala kule, akaambiwa kesi yako, akaambiwa asikize kesi yako isikizwe leo kijana, lazima siku moja utazionja. Jamani, cabbage zimekatwa na shoka, lazima utazikula leo wewe. Lazima kunguni leo apate a different flavor. At least asikie mpia na tasty vipi. Lazima wa huku kwetu leo wasikie flavor ya damu yako. So akaweza kulala pale, alafu the following day ndo akaambiwa kwamba makosa yako ni kukua na chuki. Your hate speech. The speech is a lot of hatred. Unachukia tu. Sasa hizi MP Salasya ametulia na aliweza kuachiliwa na 400,000. Yes. Wanasema usicheze na government. Don't joke. Don't play with the state. Lakini ni sawa tu, Salasya kweli hiyo siku ndo alijua mbuzi hawezi kuruka kamba kweli. Ukishakamatwa. Alinyenyekea, nikashangaa huyu ni Salasya wa kawaida kweli ambaye tunamjua. Wallahi amenyenyekea. Alikuwa ametulia pale. Mama watuambia walimfanyia nini? Atuelewa wanalishwa nini? Huyu. Lakini najua Salasya ana maneno yake ni maneno ni maneno ambayo yana action behind it. Anazungumza mengi lakini pia he is doing a lot of improvement and development in his world. Wale constituency ya kwake they can testify this actually. Watu wa Mumias East Oh my goodness. Watu wa Mumias East wanaelewa haya maneno. Mheshimiwa Peter Salasya PK. Kirerwa. Tunasema we salute you, unafanya kazi nzuri, tunaona shule zinajengwa. Ukweli kabisa. Shule nimemalizia shule hapo pale chini nimemalizia mradi wa Polytechnic pia. Polytechnic. Abandu mwavola. Yes, that is our MP Peter Salasya. We love you. Pale Mumias East, much love. Na pia naona kwanza kwamba Geoffrey Musira huyo ni wa environment pale Nairobi. Geoffrey Musira history yake haijakuwa rahisi. Geoffrey Musira, I remember kuna siku amepata watu wakisusu kwa njia. Makosa, hayo ni makosa. Yes. Watu wasipokea haja zote. Hayo ni makosa. Hapana, zifanye at the right place at the right time. Wewe kojoba. Hapana. Wewe mtu So, Geoffrey Musira, story yake haijaanza sasa hivi. Ilianza kitambo. Kwenda kupata watu wenye walikuwa wanafanya zile shughuli kwenye njia, kwenye kuta tu ovyo ovyo. Wakashikwa. Na tukasema let's continue. Yamekuwa akifanya kazi. Juzi akampata pale Makosha. Komando. Pastor Nganga. Wewe. Pastor Nganga unajua alisema nini? Actually let me quote his words. Milioni 10 ni takataka kwangu. Unajua Geoffrey Musira amefika pale anadai yani zile 10 million over land. Unajua ile land rate. Pastor Nganga hajalipa lakini anasema ni takataka. Unajua pale kidogo it is ironical. How hujalipa unasema ni takataka. I remember there's this lady ambaye alikuwa ameenda kumomba usaidizi. Anaomba tafadhali mhubiri na unaomba unilipie nyumba 9,000. Akasema hapana, mimi sishughuliki na haya mambo, nashughulika na mambo ya kiroho. Nenda kwa chifu wako. So hayo ndo mambo pale kwa commander Pastor Nganga. Huyo akicheza atapigwa kofi huyo. Achunge sana. Achunge sana. Geoffrey Musira, we love you. Take care in whatever you are doing. Pastor Nganga atakuwa abduct. Kabisa. Anaona time pia imesonga. Mambo yanasonga kusonga. Tuzame kidogo tu tupate funde la sharbati, alafu tutaweza kurejea na mengi zaidi on what happened this week. Bila shaka Lavalava nakwambia bora tuachane. Lakini
Hiyo sio kwa wasikilizaji wetu. Hatuachani. Wewe mshikaji wetu, hatuachani ngo. Watasubiri ngo. Hatubanduki. Tupo sana kabisa.